Haleluya. Haleluya. Unaenda mpaka inafika wakati unaenda kununua nguo kwamba hii nguo ndio nayo hii imechoka, nahitaji nguo fulani hivi ya fashion. Haleluya. Unavyoenda kwenye saluni unatengeneza nywele yako inakaa sawa ya gharama sana. Haleluya. Hapo unautafutia kurekebisha nini hapo? Mwili. Haleluya. Tunafanya mambo mengi sana kwa ajili ya mwili ili kuhakikisha tukae sawa. Unajipaka mafuta tena kabisa ile lotion kabisa ya gharama. Na ukweli ukipita njia unatembea mbele na nyuma, mtu anaona huyu kweli amefanyaje? Amekaa. Haleluya. Haleluya. Mtu akiona umevaa anasema kweli yule aisee amependeza. Lakini sasa itakufaa nini kupendeza na nywele safi ya gharama ya 1,000? Itakufaa nini kupendeza na kiatu safi unatembea barabarani? Itakufaa nini umenunua sana nguo ya maana unatembea? Itakufaa nini kila Jumapili unakujaga kanisani, sadaka unatoaga, kwenye maombi unahudhuria, kwenye mikutano upo, alafu ukose ufalme wa mbinguni? Haleluya. Nitakushangaa sana. Haleluya. Tunapenda sote tuliopo hapa tunayefanya kazi ya Mungu hivi hivyo tulivyo kanisani tukutane wapi? Mbinguni. Yaani ni furaha sana kuona nyote mlivyokuwa mnakusanyika mahali pamoja Jumapili kwenye ibada, mnakuwa sehemu moja, mnakutana wapi? Mbinguni. Huo ndio mpango wa Mungu. Lakini sasa tunafanya dhambi alafu tunasahau kuingia kwenye kiti cha rehema. Lakini ninaomba Mungu jioni ya leo akupe neema ya kujua kwamba wewe pale ambapo utakuwa umekosea ukawe mwepesi wa kuomba nini? Rehema. Haleluya. Kwa sababu yani hicho ni kitu kidogo, yani ni simple. Haleluya. Akichukua hata masaa dakika 5 mwambie Bwana nimekukosea, unataja dhambi, imeisha. Usipende kuikosa mbingu kwa mambo madogo madogo. Haleluya. Mafundisho umepewa, maandiko umepewa, muda unao. Sasa tusifanane na wale wengine. Haleluya. Haleluya. Unajua mimi kabla sijaokoka, yani nilikuwa najua waliookoka, najua ni watu wa mbinguni. Mimi naaminiga hivyo kwamba wewe ukiokoka unajiandaa kwenda wapi? Mbinguni. Lakini siku hizi makanisa tumeyachukulia ndivyo sivyo. Walevi humo, waganga humo, washirikina humo. Haleluya. Ni kwa sababu gani? Watu wanakuja kanisani kuyaficha madhaifu yao. Haleluya. Ili wamuone fulani ameokoka, lakini sasa kule nje anakuwa ni mtu mwingine. Na ukikuta kwenye kanisa, sisi kule kwetu unakuta kama kanisa hapa naitwaje? Dandora, sio? Unakuta kama hapa hakuna muumini wa Dandora hata huyu mmoja. Wote wanatoka kule pembeni. Kwa sababu gani? Anataka anapokuja kanisani akienda kule watu wasimjue, hata kule mtaani watu wasijue kama huyu ameokoka. Haleluya. Kwa sababu matendo yake anayoyafanya hayastahili. Akitoka kanisani alewe, akitoka kanisani avute bangi, akitoka kanisani kwa wanawake. Haleluya. Ndio maana unakuta ukikuta kanisa lipo kwenye mji fulani, utakuta wale wanaosalia pale sio mji ule. Kwa sababu gani? Maana yake watu waje na kutoka wasijue mambo yao. Haleluya. Lakini naomba Mungu akupe neema ukabadilike kuanzia siku ya leo. Jitafakari ni lini uliingia magotini ukaomba rehema. Haleluya. Mimi waga namuomba Mungu anisamehe. Tena sio kila siku, yani kila saa. Kwa sababu tunatenda dhambi sana. Haleluya. Yani unaweza tukaa umekaa hapa ukasikia hasira, tayari umeshakuwa nini? Dhambi. Unajua usichukulie simple namna hii. Mbingu sio rahisi, usidanganye mtu. Ina gharama zake. Sio rahisi. Ina gharama zake. Lazima ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Lazima utumie nguvu kwenda wapi? Mbinguni. Unavyoona kwenye maisha ya hapa duniani, unachakalika,
unaenda huku na huko, unauza, unachoka, unapanda magari. Unavyouhangaikia ufalme wa duniani, hivyo hivyo uhangaikie ufalme wapi? Mbinguni. Ili unapoishi duniani uishi kwa raha sana, lakini pia mwisho wa siku tukutane sote wapi? Tukutane sote wapi? Mbinguni. Haleluya, haleluya. Nimesema baraka za Bwana huja kwa kungangania. Niangalie ile Wafalme wa Pili sura ya 5, tuanzie ule mstari wa kwanza. 2 Kings chapter 5 starting from verse 1. Tutaka tuangalie mtu mmoja hapo alikuwa anaitwa Naaman. Yaani alingangania mpaka akapata uponyaji wake. Twende mama. 2 Kings chapter 5 from verse 1. Inasemaje? Basi Naamani, jemadari wa jeshi la mfalme wa Shamu, alikuwa mtu mkubwa mbele ya bwana wake, na mwenye kuheshimiwa, kwa sababu kwa mkono wake Bwana alikuwa amewapa Washami kushinda. Tena alikuwa mtu hodari wa vita, lakini alikuwa mwenye ukoma. Alikuwa mtu hodari wa vita, lakini alikuwa mwenye nini? Ukoma. Na Washami walikuwa wametoka vikosi, wakachukua mfungwa mmoja, kijana mwanamke kutoka nchi ya Israeli. Naye akamhudumia mkewe Naamani. Akamwambia bibi yake, laiti bwana wangu angekuwa pamoja na yule nabii aliyeko Samaria, ndio maana angemponya ukoma ule. Mtu mmoja akaingia akamwambia bwana wake, akasema, yule kijana mwanamke aliyetoka nchi ya Israeli asema hivi na hivi. Mfalme wa Shamu akasema, haya basi, mimi nitampelekea mfalme wa Israeli waraka. Basi akaenda zake, akachukua mikononi mwake talanta 10 za fedha, na vipande vya dhahabu 6,000, na mavazi 10. Akampelekea mfalme wa Israeli waraka ule, kusema, ndio waraka huu utakapokuwasilia, tazama, nimemtuma mtumishi wangu Naamani kwako, ili upate kumponya ukoma wake. Sawa. Ikawa mfalme wa Israeli alipousoma waraka, ndio alirarua mavazi yake, akasema, je, mimi ni Mungu niwe na kuhuisha hata mtu huyo akanipelekea mtu nimponye ukoma wake? Ndio. Fahamuni basi na kusihini, muone ya kuwa mtu huyu anataka kugombana nami. Tuendelee. Ikawa Elisha yule mtu wa Mungu aliposikia kwamba mfalme wa Israeli ameyararua mavazi yake, ndipo akatuma mtu kwa mfalme akisema, mbona umeyararua mavazi yako? Naje sasa kwangu mimi, naye atajua ya kuwa yuko nabii katika Israeli. Basi Naamani akaja na farasi wake na magari yake, akasimama mlangoni pa nyumba ya Elisha. Naye Elisha akampelekea mjumbe akisema, enenda ukaoge katika Yordani mara 7, na nyama ya mwili wako itakurudia, nawe utakuwa safi. Lakini Naamani akakasirika, akaondoka, akasema, tazama, nalidhania bila shaka atatoka kwangu na kusimama na kuomba kwa jina la Bwana Mungu wake, na kupitisha mkono wake mahali penye ugonjwa, na kuniponya mimi mwenye ukoma. Je, Abana na Farpari, mito ya Dameski, si bora kuliko maji yote ya Israeli? Nenda mstari wa 14, tukomboe muda. Mstari wa 14. Ndipo akashuka akajichovya mara 7 katika Yordani, sawasawa na neno lake yule mtu wa Mungu, nayo nyama ya mwili wake ikarudi ikawa kama nyama ya mwili wa mtoto mchanga akawa safi. Haleluya, haleluya. Hapa tunamwangalia mtu mmoja anaitwa Naaman, jemedari wa jeshi la mfalme wa Shamu. Haleluya. Naaman naye alikuwa ni mmoja wa wafanyakazi katika mfalme wa Shamu. Haleluya. Alikuwa ni jemedari wa vita. Lakini sasa shida yake mmoja, Naaman alikuwa ana nini? Ukoma. Emsema ukoma. Na ukoma ulikuwa ni magonjwa ambaye yalikuwa yakiepukika sana, na watu ambao walikuwa wanaugua ukoma walikuwa wanafungwa kitu kama kengele. Maana yake kila atakapopita wamjue kwamba anayepita ni mtu mwenye nini? Ukoma. Kwa hiyo ulikuwa ni ugonjwa ambao
ulikuwa unasikitisha na kushangaza sana. Si leo hii ni sehemu unaweza kuchukulia kama ugonjwa wa ukimwi. Yaani maana yake ulikuwa ni ugonjwa ambao uko wa kawaida. Sasa Naamani alikuwa ana huo ugonjwa, lakini huo ugonjwa ulimtesa kwa muda mrefu sana. Na miongoni mwa watumishi wake akatokea mmoja akamwambia, nenda kwa nani? Kwa mfalme wa Israeli. Haleluya. Na aliposikia hivyo ikabidi apeleke zawadi kwa mfalme wa nani? Wa Israeli, kwa sababu alijua kupitia huyo mfalme ataweza kupona ugonjwa wake. Alipeleka fedha, alipeleka na vipande vya dhahabu pamoja na vazi. Haleluya. Anampelekea nani? Mfalme wa Israeli. Haleluya. Na akampelekea kama nyaraka. Haleluya. Lakini alipofika pale, mfalme wa Israeli akayalalua mavazi yake, manaka akayachana chana. Haleluya. Hasa alishangaa, mimi nimekuja hapa nipone, inakuwa hivi tena? Haleluya. Lakini mtumishi wa Mungu Elisha alipoona yule mfalme ameyalalua yale mavazi yake, kitu ambacho Elisha alifanya, ilibidi amtume mmoja wa watumishi wake, akamuuliza, mbona umeyalalua mavazi? Akasema, mimi je, ni Mungu ambaye kwamba anaweza kuponya huu ugonjwa? Haleluya. Haleluya. Naamani akanani, kwa sababu Naamani ikabidi amwite nani? Ikabidi Elisha amwite yule Naamani kwake. Sasa Naamani kwa kuwa alienda kwa mfalme wa Israeli akupona, akajua nikienda kwa Elisha nikafanyaje? Nikapona. Lakini cha kushangaza, alienda pale na farasi na magari, kwa sababu alikuwa ni mfanyakazi wa mfalme mkuu na alikuwa na fedha na vitu sawa. Haleluya. Amina. Lakini Naamani pale alipoenda kwa Elisha akitegemea Elisha atamponya, alishangaa ameshatoka kwa mfalme wa Israeli, amempa maelekezo. Haleluya. Anashangaa anafika pia kwa Elisha, naye anampa nini? Maelekezo. Haleluya. Elisha anamwambia, nenda katika mto Yordani, chovya mara ngapi? Mara 7. Haleluya. Naamani akatoka pale kwa hasira, kwa mpaka niende mto Yordani? Haleluya. Mbona iko, akasema, mbona iko mito mingine, kwani lazima niende Yordani? Yaani akatoka pale kwa hasira, kwa sababu ameanzia kwa mfalme wa Israeli ikashindikana. Haleluya. Akaenda mpaka kwa Elia na akampa tena maelekezo mengine kwamba uende wapi? Yordani. Akasema, mbona kama mito ya Dameski, kwani yale sio maji? Siwezi kutoka pale nikapona? Watumishi wake wakamwambia, fata maelekezo, kwa sababu ugonjwa ulionao sio kawaida. Je, angekupa maelekezo mengine usingeyafuata? Haleluya. Ikambidi sasa Naamani akiri afuate maelekezo, kwa sababu alikuwa ni mgonjwa. Akaenda mto Yordani, akafika, akachovya mara ya kwanza, hakupona. Akachovya mara ya pili, akainama mara ya 3, akainama mara ya 4, akainama mara ya 5, akaingia mara ya 6, akaingia mara ya 7, anatoka mara ukoma ukamwachia. Haleluya. Unaangalia, kumbe alikaa kwa muda mrefu sana akiutafuta uso wa nani? Wa Bwana. Maanake alingangana. Angekuwa mtu wa kukata tamaa, angepona huo ugonjwa, kwa sababu alipotoka kwa mfalme amempelekea vitu na nyaraka zake, mfalme analua mavazi yake. Kwa hiyo angekuwa mtu wa kukata tamaa, Naamani asingepona. Kinashangaa anaenda kwa Elisha, na Elisha ndo aliyemtuma mtumishi wake akamwita, akitegemea labda Elisha ndo atampa uponyaji. Akamwambia hamna, akampa maelekezo. Haleluya. Ndo anaenda anachovya mto Yordani mara 7, anapokea huo uponyaji. Kumbe unatakiwa ungangane kwenye maombi. Pray until something happens. Omba mpaka kitu kifanyeje? Kitokee. Zama kwenye maombi. Unapoutafuta uso wa Bwana, hakikisha unangangana. Haleluya. Ndiyo najua unaomba lakini bado. Haleluya. Ndiyo unafunga lakini bado. Sadaka unatoa lakini bado.
ibada unahudhuria, lakini bado unatakiwa uendelee kungangana mpaka Mungu afanyeje? Aonekane. Haleluya. Unapokata tamaa unampa adui nani? Shetani. Haleluya. Lazima ungangane kama Naamani. Ukiomba ukapitia kwenye hilo jaribu, wewe songa mbele. Mambo yaendelee, wewe songa mbele mpaka Mungu akujibu, mpaka Mungu afanyeje? Aonekane. Watu wengi tumekuwa tukitaka ishara na miujiza za hapo kwa hapo. Haleluya. Haleluya. Maana tumetaka vitu vya simple sana, yani vya rahisi rahisi. Siku hiyo ndio umeenda, siku hiyo ndio upone, siku hiyo ndio ufunguliwe, siku hiyo ndio kutana na muujiza wa Mungu. Kumbe mambo ya Mungu nayo yana protocol. Unapohitaji Mungu sana, lazima na wewe umtafute sana. Haleluya. Haleluya. Unataka Mungu akubariki, akupe nguvu, akupe biashara kubwa, unajua gharama yake? Angalia wote watumishi wa Mungu ambao walibarikiwa. Hawakupata hivi kirahisi rahisi. Waliteseka, walipitia shida, walipitia changamoto. Unayetaka Mungu akuinue, upate baraka zake ambazo sio za kawaida, lazima na wewe uombe pasipo kawaida. Ungangane. Haleluya. Vinginevyo utabaki kuishi maisha ya kawaida, ukilaumu ile madhabahu haina Mungu. Haleluya. Ile madhabahu haina upako. Kumbe shida ni wewe mwenyewe. Ishi kwa kungangana. Haleluya. Kama ukiamua kumtafuta Mungu, mtafute Mungu kweli. Ukiamua kuomba, muombe Mungu kweli. Haleluya. Biblia nasema mkumbuke Bwana Mungu wako siku za ujana wako. Yoyote ambaye umeokoka ukingali kijana, una neema kubwa sana. Haleluya. Kwa sababu utakuja kufanya mambo mengi sana. Mimi kila niliyemkutana mzee ambaye ameokoka kwenye uzeeni, anaraumu, anasema aisee, ningejua ningeokoka mapema, ningekuwa nishapiga hatua. Kwa hiyo wewe ambaye Mungu amekupa neema, haleluya, umemjua Mungu kupitia ujana wako, huo ndio wakati wa kusimama ili uweze kukutana na baraka za Mungu zote. Maana yake sasa yale mambo ambayo Mungu aliyaahidi lazima ayatimize na lazima uyapate, kwa sababu umemtafuta Mungu kwa kungangana. Haleluya. Haleluya. Mtu mmoja alikuwa anasema, kwa Yesu sichomoki hata ukitaka kuniua. Haleluya. Kwa sababu anaona nilipo bado kwenye maombi bado. Haleluya. Uwezo kaniambia nataka Mungu akufungulie biashara, una mtaji wa labda 20,000, unataka ufikishe mtaji wa milioni, alafu uniambie utaomba kwa siku moja na ile Mungu afanye. Never. Lazima ungangane. Unapokutafuta kitu, unapokaa kwenye maombi ukitafuta kitu kikubwa, lazima ugalamikie. Haleluya. Haleluya. Ukiangalia watumishi wote wa Mungu ambao tunaofahamu, wakina Ibrahimu, Ayubu, haleluya, haleluya, Yusufu, lakini sasa unakuta kabla hicho cheo alipitia magumu sana. Wewe angalia mpaka Ayubu, yani ana mtu wa kumsaidia, mpaka ndugu naye wanamkana, yani ndugu zake wa karibu, wazazi wake na maana yake angekuwa mtu wa kukata tamaa, asingekuwa mtu wa kungangana, angeishia katikati. Haleluya. Kumbe unapokuwa unatafuta Mungu, kwa unaomba, unapokuwa unatafuta kitu fulani, usikate tamaa. Hakikisha unapopeleka hitaji lako mbele za Mungu, hakikisha unaomba mpaka Mungu analipata. Na ujionesha udhaifu mkubwa sana. Haleluya. Tumtafute Mungu kwa kungangana.
ungangane. Haleluya, 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 haleluya. Lazima ufanyeje? Ungangane. Lazima ufanyeje? Ungangane. Yaani chochote kinachomhusu Mungu madhabahuni usipitwe. Haleluya, haleluya. Yaani sometimes unakuta hata kama ni madhabahu, mimi kule nilipokuwa, yaani unakuta tu kanisa limedekiwa, yaani iko safi, na unajua ni mtu amekuja saa ngapi. Haleluya. Unakuta madhabahuni mtu ameweka vigae pale, na uwezi kujua imekuja saa ngapi, kwa sababu mtu anasema mimi lazima nimtafute Mungu mpaka aonekane. Ukitaka kumtafuta Mungu lazima ungangane, na lazima utoe gharama kwa ajili yake. Haleluya, haleluya. Naomba usimame kwa miguu yako miwili. Naomba usimame kwa miguu yako miwili. Haleluya, haleluya. Tumtafute Mungu kwa kungangana. Haleluya, haleluya. Ila Mungu awabariki sana. Hebu jipigie makofi kwanza. Alafu nikwambie kwa nini umejipigia makofi. Leo naona watu wamekuwa wengi. Haleluya, haleluya. Na ninaomba usikose mpaka tunamaliza Jumapili, na Mungu atatenda jambo ambalo sio la kawaida. Haleluya. Kwenye siku zilizobaki, Friday, Saturday mpaka Sunday, hakikisha shughuli zako unaziweka sawa, ili kwenye hizi siku Mungu afanyeje? Aonekane. Golden chance comes once. Haleluya. Yawezekana unde wakati ambao Mungu ametaka kutana na wewe akujibu. Kwa hiyo usichukulie kawaida sana. Mungu yuko na mpango na wewe. Naomba basi nyosha mikono yako juu tuombe. Naomba unyoshe mkono wako juu tuombe. Nyosha mkono wako juu, alafu fumbe macho, kwa sababu Mungu anakujua. Mimi sikujui. Mungu ndo anajua leo umekuja na hitaji gani. Mungu ndo anajua leo unataka nini. Mungu anajua una shauku gani kwenye moyo wako. Ninaomba unyoshe mikono wako juu, alafu fumbe macho, na tualike uwepo wa Mungu, alafu Mungu akaweze kukusaidia. Haleluya. Sema, Bwana Yesu, ninakuomba jioni ya leo, jioni ya leo, jioni ya leo, nahitaji baraka zako. Ninaomba Mungu nibariki, niongezeke, uniongezeke, niongezeke, niongezeke kwenye uchumi, kwenye biashara, kwenye kazi, kwenye maendeleo, uchumi, mahali niongezeke Bwana. Basi mwambie Bwana akuongeze, uongezeke. Ni mahali kuna ni sehemu gani unataka Mungu akubariki, uongezeke, upige hatua. Wewe pada sauti, Bwana niongezeke. Mwambie Baba niongezeke. Pada sauti kabisa, usinyamaze mtumishi wa Mungu. Sauti kabisa mwambie